kutikisa ndoa yenu, na labda vile ambavyo mlipata kusuluhisha, ili tuzungumzie hawa wenye ndoa changa. Jambo lile ambayo lilitufanya tukawa like sijui itakuwaje, ni kupata watoto mfululizo. Sisi tuliingia na tukasema, si Mungu alisema tuzae na tujaze ulimwengu. Ndio hiyo sasa. So the first 3 came yearly. So the 3 of them unajua wanakuwa ni kama triplets. And so na concentrate kwa hao watoto, na Tom naye anaona ninamuignore. And when he akijaribu ku make advances na kasirika because nimechoka na kazi ya watoto, and then pia huku anataka nimpatie attention. Ikawa hii nayo itakuwaje? Lakini because I would ignore, and then anavumilia, and then after some time akishaona nimekuwa, unajua sina kwingine kwa kuenda, nasitaki kuenda nje. Sema tu nikuuliza ati kama ukinikataa unataka niende wapi? Na ni miaka mingi Juma. Hii si kwamba umeachiliwa. Nimeachiliwa. So maybe jambo lingine ni baada ya kupata hao watoto wetu, na sasa wanasoma na unajua wamefuatana, tukaanza kuwa na wasiwasi sasa kusomesha hizi mishahara zetu. Hao watoto wakiitwa secondary tuta manage aje? Tunakaa tunaongea, tunafikiria, ndio tukaja hapa na kitu, wacha tuanze biashara. Na tukaanza biashara ya kuuza blanketi na bed sheets, and it helped us. So shida zimekuwa, lakini because we walk together, tunazimanage. Shida nyingine ambayo sitaongea kwa urefu ni kudiscipline watoto. Ilikuwa pia ni shida kwetu because tulikuwa tunakosana kwa sababu njia zetu za kudiscipline zilikuwa ni tofauti. Mimi nilikuwa spare the rod.